nakwambia, kwa sababu injili ikiingia kwenye maisha yako, nakwambia utang'aa moto wa Mungu. Utakuwa moto wa kupendeza, moto wa Mungu. Utakuwa mtu wa tofauti na wengine. Nakwambia utakuwa watu tofauti. Utakuwa mtu tofauti na wengine. Hautaenda vile wengine wanaenda. Hautaenda tuju watu wanaenda. Utaenda tofauti na hao. Hata katika watu wa jamaa zako, watu wataangalia na watasema ya kwamba huyu ni mwana wa fulani, lakini tabia zao si kama tabia hiyo boma, lakini yeye ni mtu wa tofauti. Nakwambia injili inabadilisha, injili inabadilisha, injili inaweza kubadilisha historia yako. Hata kama historia yako ilikuwa mbaya, lakini injili inaweza ikabadilisha. Nakwambia ukiamini injili, injili itakusaidia. Injili ina nguvu. Nakwambia moto wa Mungu. Amini tu Yesu, amini tu Yesu, amini tu neno la Mungu. Neno la Mungu litakusaidia kwenye maisha yako. Nakwambia neno la Mungu litakusaidia hata kwenye biashara yako. Injili itakusaidia. Hiyo injili itafanya biashara yako isonge. Hata kazi yako, injili itafanya itabadilika. Mali pako pa kazi, ukipokea injili, utakuwa mtu wa tofauti mali pale. Watu watashangaa, watu watashangaa wewe ni mtu aina gani. Kwa sababu uko na Mungu. Mungu atakusaidia, Mungu atakuokoa, Mungu atakutoa mali hapo. Itabadilisha maisha yako. Nakwambia maisha yako yatabadilika kuanzia sasa. Maisha yako haitabaki hivyo. Kuna mali Mungu anakupeleka katika jina la Yesu. Si hasara. Haleluya. Injili iwe furaha katika maisha yako. Penda injili ya Yesu. Injili ya Yesu itakusaidia. Ikifika mahali unapitia magumu, unafikia wakati unapitia shida, hili neno la Mungu litakusaidia. Hata yule ambaye alikuwa mfalme, mtu mkubwa kwenye akili, Biblia inasema kwamba leo na haya yote mataifa haitamsaidia. Ndiposa aliita kina Barnaba na Sauli ili waje wamfundishe neno la Mungu. Na Biblia inasema kwamba maisha yake yalibadilika.